Gathocia mwanya mureri wa muhe wa maingi oro hamwe na Central Media. Ngunyite ogeni muthenya wa umuthi. It's a beautiful day, it's a beautiful Tuesday. Ndehoke hari ori nwathi na mbere na kuruta wira waku Ngai ni akumenyereire na no wathi na mbere na kugacira. Muthenya wa umuthi ndirenda tukohi tukiangazia maundu maya ma BnB na maundu maya maikoretwo magithie na mbere nyumba-ini icio na nigo tungiona guku nenda-ini andu makiuria BnB ni ndui. What is an BnB? Gucoke thutha hanini BnB citiambiriirie bururi-ini wa Kenya, ciambitie mabũrũri-ini ma nja Western world, na BnB stands for air, bed and breakfast. Ni nyumba cia gendi na kuu ni mundu ni akorwo akiheo breakfast na ha gukoma. Noguo niguo ciambiriirie no ciacoka cioka guku bururi-ini ikiambiriria mundu abukaga online. Ni gukorwo na app cia BnB. Waingira hau niho wethaga ugakonectwo na mwene nyumba na ugacoka riu ukonio nyumba ugathi ugeka atia ukarara kana ugakirara thikũ irio kwenda na ukariha. No rĩrĩa ciokire Kenya ri cioka Kenya ni gwakorirwo na undu ucio wa app gutiga kuhuthika muno. Ugakora andu mundu ni aroya nyumba ta riu nyumba ona ta haha turi akoya agafanish agacoka riu akakorwo akenji market Akenya ingi makorwo makenji market kuruta Jiji kuruta Facebook. Uguo riu ndurahuthira app iria ya BnB. Na hau niho hena disadvantage tondu ona kungihanika undu ndungihota gukinyira app iria ni app mundu uro request na app ni ekirite details ciake haria. Uguo mundu ucio no hote gukinyirika. No ici cia Kenya ri thina wacio ni ati ona no njoe thimu ningire Facebook njoe namba ndimuri uko na BnB Kasarani sawa iko wapi togo turonire kesi irahanikire haria Mirema haria TRM drive tondu nginya ucio muragani oire cabi nduka-ini ni kuona ni cabi ciatigitwo nduka-ini. Uguo na mwene nyumba ndoi mwene BnB no guka aingirire no turagicokeria thirikari ngatho ni undu wa ikinya riu irakorirwo igitacokia ri ati mundu wothe mwene BnB no nginya akorwo wa capture details cia mundu uria uroka kuingira. No tukirio hau ri this BnB culture ni ikoretwo githie na mbere a lot of videos ni tukoretwo tukiona videos cia andu akuma Nigeria me BnB na iretu nginya wakora mundu na iretu tatano nyumba emwe. Icio ni maundu mothe makiri guku nenda-ini cia ukinyaniria na gwakigia na concern ati njuragano ici koretwo igithie na mbere ri cia gukorwo ni rituals kana magongo na mareko. Ni ndako ngicemania na video imwe haria mutambo-ini wa TikTok na ndenda wirorere video ino uthikiririe ucoke haria githie guthirari unyandikire comment haha mwena wa comment section ugwitikira guthikiriria hamwe nanie kana wirorere hamwe nanie, then we meet in the comment section. Once upon a time I had a friend, she was coming from TZ. Akaniambia mam niko na wageni wasichana wa shau, mnajua kile namaanisha. Niko na wageni namaanisha I have men that wants ladies so organized. Mimi hawakunipatia budget, nilikuwa na work tuna normally of course hawakuji kulala kwangu. Sina hata nyumba kubwa ya ku accommodate people. So me I go to Lavington. There was a house nilikuwa najua hapo close to Lavington Mall. Nikasema acha niende niangalie hiyo Airbnb. It was a 4-bedroom on compound Airbnb. Mnajua hizo manyumba. So let's say bedroom zote kwa hiyo villa ilikuwa kama 7 hivi. The lady called me and tells me they like the house and stuff. I book for them. Me I get the money. Paka nikafurahia hiyo biashara because nimepewa pesa. Hata siwa kuniambia budget. Me after nilipata nyumba nikawaambia this is it. They just sent money, like extra money, and they were staying for only 2 days. There were 6 men. That was 2020 when 2020 start of March, April 2020 March. So when the guys came, to cut the long story short, wakafika Nairobi, I took them to the apartment, to the villa that was now in Runda. So when we went to Runda, nikawaeka kwa nyumba and stuff, wakaji fix nini. So my own was to go back and look for what? For ladies. I had friends then. So I had to get like 3 friends from my friends and outside friends. Unajua to these deals, you have to put your friends to, kama kweli you want your friends to benefit. And then I had to look for other 3 ladies now from outside, which niliwatoa Facebook. Sikuwaga hata na nilikuwa na Instagram but sikuanga active. From Mombasa moja, wawili Nairobi, nikapata madem. Huyo wa Mombasa akalipiwa ticket akakuja Nairobi. So madem wakakuwa 6. So plus mimi 7 plus ule dem 8. So sisi ndo, let's just say sisi ndo wenye deal and stuff, na sasa kuna the other 6 ladies. They came, hata wanaume wakukuwa choosy ati Mr. Kidem anaka, they just said bring ladies. Ndo ujue nyewe kweli mtu akitaka kukutumia atakutumia.
Hataki kujua unakaaje. Just bring the ladies. Initially mimi na ude mwingine mtizedi tulikuwa tulale pamoja, like in one room, so that everyone can have a room. But kuna mwanaume mmoja sasa ndio I think mkubwa wao Odogu au sasa ndio alikuwa anataka apitie kila one. Sijui kama mnaniget. Nilale na huyu. See, we are 6. No, the ladies wenye walitisha ni 6. Alale na hao wote 6 first before hawa wengine wapewe. Sijui kama mnaget what I mean. This is how they use you in these rituals. Ati huyu mkubwa wao ndiye anataka kulala na kila mtu. And then after amelala na kila mtu is when you are allowed to sleep with the rest of the men. You get? Nilikuwa alafu the deal was too good. Ladies walikuwa nalipo 165,000 na hiyo ni just a night. And then kesho yake pia walipo hivyo. And then wenye walikuja from far watalipo, because niliwaambia hata wengine wadanganya wametoka mbali bado wapewe fare. And then you get to shop. You understand? Hizi vitu zenye nawaambia when the deal is too good. Msisahau hakuna stima, kumezimwa and everything. So tumekuwa kwa room moja. This guy said let's sit in a kuna kuangana hizi rooms za juu upstairs, and then zinaitangwa aje TV room or something. Atuko sasa downstairs, tuko sasa kwa rooms juu, but hapo there is a sitting room. So they said because there is no electricity and we are not gonna use the phones and stuff, let's stay here kwa room moja. Mind you, we can see what is happening at that point, and then everywhere is kuna giza. So we sit and we are like, everyone here wanakuita paka jina yako, ni kama venye teacher anawaitaga shule, present. Wakautuliza, is anyone wearing a bra or pant? Yani sasa unaona, tulikuwa acha nitaget maji. Tulikuwa kwa hiyo TV room. Let me even talk in a slow mo, maybe nitakuwa sawa. So after TV room tukagadaiwa hapo wote, but mtu mmoja ndiye alikuwa na miss, which ni mkubwa wao. The guys knew what the guy was doing, but sisi tujui. So tuko hapo kwa family room, tumekaa tu sasa hatuna simu, hakuna conversation, and then someone goes, hata hatujui ni nani anaongea at that point. So one goes like, is anyone wearing a bra and pant? Kuna mwenye amevaa bra and pant, and then they were not talking in they are not Kenyans, or they are not Tanzanians, ni ma West Africans, but they have lived their, let's say, half life maju. Mimi nikauliza, but why? No one gave me an answer, and sikujua nani anaongea. That aside, tukaka, and this guy started saying, if anyone can guess what's the time, atakuwa wa kwanza kuingia kwa room fulani. Like, what a joke. Someone has to guess what's the time at that time ndo aingie kwa room, because kumbe sisi now, if this is something I get to understand baadaye venye hizi vitu zina wakingi, it has time. They just don't wake up and do it at a certain time. Iko na wakati wanafanya. Na kama umefuatilia sana you people that go to do ngono with and you suspect someone, there's a certain time anakuambia let's do it now. So tumeka, let me tell you guys, tukakaa, hakuna mtu anaongelesha mwingine. The men are just there seated. So kwa hiyo sofa seat ilikuwa ya round. The men are seated there, wasichana wamekaa huku. Worst part, tuliambiwa tusiongeleshane. Do not talk to me, I don't talk to you. Tusiongeleshane, tunyamaze. They tell you don't talk. Na inatoka na uzito, ile sauti nzito. Don't talk. Tunanyamaza. So because mimi I was not born to keep quiet. I know myself. So nikasimama, ikaka like 2 hours imepita, and I was like, I'm even telling this Tanzanian girl, hakuwa anajua kizungu vizuri, she's late now. Hakuwa anajua kizungu vizuri. So it was a struggle. Naongea na yeye, namwambia, mom, deal ni nini hapa? Tunafanya nini hapa? Si mimi nazaenda, si nilishaleta wasichana. Ushaikuwa na ile sasa instincts zako zinakuambia kitu mbaya is about to happen. Ananiambia, mama tulia, wacha tupate pesa. Wewe unajua nimetoka mbali, unajua lazima hii pesa nirudi nayo na watoto. Hivyo anaanza kuniambia, sasa mimi niko zile za I don't have a problem, but sasa tumenyamaziana hapa. The men, wanaume wamekaa in a certain position, very very weird, na they are not talking to anyone. So that was number 1 red sign. The other ladies wao wamesikia deal is good, wamekaa tu. Me and one part of the 3 friends I had, moja akasimama
I won't mention her name. Akasimama akasema anataka kwenda washroom. Akaambiwa asiende washroom. Now that's when I saw hapa kuna kitu mbaya is about to happen. I go and I ask this guy. I go to nimetoka kwa penye nimekaa and I walk towards the na kuna giza sasa unaenda ukitap uone ni wapi. Nikaenda nikaguza mtu mmoja and no one, wacha niwaambie hakuna hata mmoja aliongea. Nilikuwa nawaongelesha, hakuna mmoja ananiongelesha. They just told me stop. Na kierere yangu na huyo beshti yangu mmoja akatukatoka tukaambiana twende tutafute washroom, hata tutoke na huko nje tutafute mahali. So when we were on our way, sasa unajua hawa wanaume wanatuambia tu stop, hakuna kitu wanatuambia. Na mind you niko na katululu, but siwezi washa hiyo kanini, siwezi washa hata nione mwangaza, siwezi because watajua niko na simu. I tell my friend tutoke hapa, nikajua wasiki Kiswahili, nikaongea tu nika whisper nikamwambia tutoke hapa twende huko downstairs juu tulikuwa juu, twende downstairs kuangalia kitu. We walk downstairs and now let me tell you guys, downstairs there was enough light, but ukiwa hata juu uwezi ona kama kuna mwangaza yoyote. Na haikukuwa mwangaza ya stima, haikukuwa like light, haikukuwa light hiyo, haikukuwa hiyo light, ilikuwa light kama you know when umewasha makando mingi, a lot of candles. I go upstairs nikarudi tukasema hey guys kujeni chini kuna stima. So huyo msichana Mtanzania, she was so slow in a way that alikuwa anataka kukaa hapo juu, ajisikii kukuja huku chini. The guys didn't come, they didn't understand Swahili, they didn't come downstairs, but they knew what was about to happen. Huyo rafiki yangu wa TZ, she didn't come downstairs. So nikauliza, nikaambia madem hapana, kenye inafaa kufanya hapa kila mtu tuchukue bagi yake, najua ni pesa mnataka. Na unaona siku mbili hiyo ni pesa ngapi? 300 na I know you want money, but hapa naona there's something very risky. Mimi nilikuwa nishaanza kuget hiyo, paka roho yangu ilikuwa inapumua haraka. Wakakataa, hao wanaume wote wakateremka chini. Tulikuwa tunaitwa juu but wakakuja chini. Kumbuka I had 3 friends wenye mimi nimekuja na wao, na wengine nimetoa Facebook. Siwajui, so ni wasichana tu walikuwa wanatakanga hizo connections. And I tell my 2 friends, kwa nini amget kenye inaendelea? Mimi naona kama kuna kitu weird inaendelea kwa hii nyumba. My one friend is the only person, she is very strong in prayers. She is the only person alikuwa anaelewa kenye inaendelea. Anasema hapa enyewe Tiana, hapa kuna kitu mbaya. She used to live here in Ruaka too. For example, West Africans kuna nyungu wanatumianga kunini cassava, kupiga cassava, that kanyungu that hiyo ndio ilikuja iko na nyama imechemshwa. Jitako muhewa maige, until the next time, bye bye. Nawapenda sana.